wapenzi watazamaji wa Connection TV habari, mimi ni Chionda wa Chionda na hii ni Connection TV habari. Leo tunakwenda kuchambua vita kati ya Irani na Marekani, mkataba uliowekwa huko Islamabad. Mkutano ulifanyika lakini mkataba ulishindikana kupatikana kwa sababu Marekani yamekataa kuruhusu kuachia the frozen fund, mifuko ya fedha ya Muirani iliyohifadhiwa kwenye mabenki ya Marekani pamoja na Ulaya. Marekani anasema hata ruhusu pesa za nje za Muirani, na Muirani sharti lake mojawapo kubwa ni kurudishwa kwa mali zake zilizoshikiliwa ambazo zaidi ya miaka 47 ziko kwenye mikono ya Marekani. Unasema mazungumzo ya saa 21 ya amani kati ya Marekani yaliyofanyika Islamabad, Pakistan yameshindwa kutimia kwa sababu Marekani amekataa kufuata masharti ya Irani. Sharti la Irani ilisisitiza kufunguliwa kwa mali zake zote zilizofungiwa nje ya nchi, kufikia makubaliano mapana ya amani ili amani ya kudumu ipatikane kati ya Marekani na Muirani. Najua Marekani anamhitaji sana Muirani katika uchumi wake. Muirani anamiliki mlango bahari wa Hormuz. Muirani anamiliki kisiwa cha Kargi Island kikiwa kinatoa mafuta 90% ni pure oil, mafuta safi. Haya mafuta unayoona, kuna mafuta yana ngazi zake, kuna mengine yana uwezo wa chini, lakini Muirani mafuta yanapatikana kwenye kisiwa cha Kargi Island ambacho Marekani amesema anapeleka troops, jeshi la watu 100,000 kwenda kukiseize, kukikamata ili kumkomesha Muirani. Lakini Muirani amejiandaa vizuri katika mambo yote yaliyotokea haya kupigana vita ndani ya siku 40 hadi sasa. Muirani ameprevail, amewalinda raia wake na watu wake wanashangwe mtaani. Lakini kutokubaliana kwa Marekani kupitia makamu wa rais JD Vance ilithibitishwa kuwa mazungumzo haya yameshindwa kufikia malengo ya kumaliza vita. Hali ya kutokuelewana pamoja na juhudi za upande zote mbili na kusitisha vita, lakini juhudi hii imeshindikana kwa sababu Marekani akisisitizwa na wale warmonger wapenda vita ambao wamejiimarisha kwa wanaingiza pesa kwa sababu ya silaha, pamoja na juhudi zinazopatanisha na kusitisha mapigano kwa muda wa wiki mbili. Pande zote mbili hazikuweza kuafikiana na kuacha uwezekano wa mazungumzo zaidi. Pakistani ambayo ilikuwa mwenyeji wa mazungumzo haya ilisisitiza umuhimu wa kuheshimu makubaliano ya muda wa kusitisha mapigano wakati juhudi za kutafuta amani zikiendelea. Juhudi za kutafuta amani zikiendelea huku Mwisraeli anaendelea kuipiga Lebanoni, na hii ndio ilikuwa sosi ya kwanza ya watu kukataa, Muirani kukataa hii ceasefire ya siku 14. Inaonyesha moja kwa moja ya kwamba Marekani ana lake jambo amepanga la Benjamin Netanyahu, kwa sababu Marekani amepewa option ya kuishambulia Teherani, yeye Mwisraeli amechukua option ya kuishambulia Lebanoni. Lebanoni na Irani ni washirika wa jirani, wanashirikiana kwa kila jambo. Na serikali ya Lebanoni hao wanasema ni serikali ya Kiislamu, lakini Lebanoni waziri wake mkuu lazima awe Mkristo ndani ya miaka 5 na baada ya miaka 5 na kuwa waziri mkuu Muislamu. Lebanoni inaendeshwa katika usawa wa kiimani, hakuna mmoja anayemwonea mwenzake, wote wanaona wako sawa. Ili Marekani na Mwisraeli wanaendelea kuipunda Lebanoni, wanaendelea kuipunda Teherani, lakini Teherani imesimama imara, inaendelea kujilinda. Na hapa tunaona msimamo wa Irani waliojiandaa zaidi ya miaka 47. Walijua siku moja Marekani atakuja kuwashambulia. Kwa ninavyoongea hivi sasa, Donald Trump amesema anapeleka meli kwenda kulinda Strait of Hormuz. Meli zote zinazoingia na kulipa pesa kwa Irani, pesa walipe kwa Donald Trump. Hii tunaita tamaa. Donald Trump ana tamaa. Donald Trump ni kiongozi ambaye hafuati usawa wa haki duniani. Taifa lake la Marekani likijinadi juu ya dunia kwamba yeye ndiye yule aliyekaa juu ya jukwaa akitangaza amani, ustaarabu na siasa iliyo bora. Lakini Marekani hawafanyii wenzake siasa iliyo bora. Na hadi hivi sasa
Marekani amekimbiwa na Mwingereza amemwambia hatashirikiana nayo, Mfaransa amempinga. Pedro Sanchez, waziri mkuu wa Spain, ametoa uamuzi mgumu, amezuia ndege za Kimarekani zisipae kutoka katika kituo cha anga cha kijeshi cha kilichoko Spain, ambapo Marekani na ndege zake za kivita zitoke Morocco zipande angani zikashambulie Teherani alafu zirudi kambini Spain. Pedro Sanchez akasema haiwezekani, na Umoja wa Mataifa umeamua kumzawadia Pedro Sanchez tuzo ya utu na ubinadamu uliokamili. Hivi ninavyoongea, Pedro Sanchez yuko Beijing, ametua leo asubuhi kwenda kufanya majadiliano na serikali ya Uchina kuingia ushirikiano na Uchina, huku Mark Carney, waziri mkuu wa Canada, akisema hatutotoa hata senti moja kwenda kwa ulinzi kwa ajili ya Marekani. Marekani wamechukua hela nyingi kwa Canada ndani ya miaka zaidi ya 150, lakini sasa Canada nayo imesema haitaki ushirikiano na Marekani, huku serikali ya Japani ikisema Marekani sio mshirika mzuri, anaendeleza unyanyasaji pamoja na kukiuka utu. Serikali ya Denmark imesema itamfukuza balozi wa Israel. Waziri mkuu Anthony Albanese, waziri mkuu wa Australia, nayo ameipinga Marekani. Kwa hiyo Marekani amebaki peke yake. Mimi ni Chionda wa Chionda na hii ni Connection TV habari.